sisi kama idara ya afya halmashauri ya wilaya, kwa kweli tunadiriki kuambia wananchi hatujawahi kuona utashi wa kisiasa ambao serikali yetu imeweza kufanya kwa kuboresha huduma hizi ili wananchi waweze kupata huduma bora kwa usawa kwa uhitaji na fursa zilizopo. Kwanza nianze kusema tuna vituo vya kutolea huduma za afya takribani 76 katika halmashauri, lakini kama serikali inamiliki vituo 45. Katika hivi vituo 45 ni matokeo ya kuendelea kuvipanua na kuanzisha vipya. Kwa mfano, takribani katika mwaka mmoja tu tumeweza kuvifungua vituo 4 vya kutolea huduma za afya. Tumeweza kufungua zahanati ya Msitu wa Mbogo, tumeweza kufungua zahanati ya Maksolo, tumeweza kufungua zahanati ya Ngeji Sosia, tumeweza kufungua zahanati ya Valeska. Hii maana yake nini? Sasa wananchi huduma za afya zimewafikia walipo, na katika Tanzania halmashauri ya wilaya ya Meru ni moja ya halmashauri ambazo kwa kweli kwa wastani mwananchi anaishi ndani ya kilomita 5 ya sehemu ambayo huduma za afya zinapatikana. Lakini unaweza ukienda juu kule, kuna sehemu inaitwa Kisimili Juu, ilikuwa na changamoto, huduma za afya zilikuwa zipatikani. Mwaka jana tumeweza kufungua zahanati ya Kisimili Juu na inafanya vizuri kweli kweli. Watu wamependa, wanaitumia, na magonjwa mlipuko hayajatokea tena kwa sababu huduma za kinga, chanjo zinapatikana. Lakini ile jamii ya kule ilikuwa inapata changamoto kama vifo vitokanavyo na uzazi kwa sababu huduma zilikuwa mbali. Lakini leo tunavyoongea, ukiangalia ile tunaita institutional facility delivery, yani wananchi ambao wanajifungua katika vituo vya kutolea huduma za afya kule imekuwa kubwa sana, na wale wananchi nilichopenda zaidi wamekuwa wenyewe wanaimiliki ile hospitali. Kwa hiyo kama kuna ile ownership, kwa nini nasema haya? Kwa sababu kama ikitokea changamoto basi ile jamii yenyewe inashiriki kuzitatua. Nitatoa mfano mmoja. Kuna mwananchi aliweza kumvamia mtoa huduma, lakini wenyewe waliweza kumaliza ile changamoto, walimwazibu, na hii inaonyesha kabisa ni ownership. Wananchi wamependa, wanakitumia kituo vizuri, wana imani nacho, na ndio maana inapotokea changamoto basi wenyewe wanamiliki. Waliweza kumlipisha hata fidia na adhabu zile za kimila, na hii sisi tumefurahia zaidi, kwani inawapa morali watumishi ambao kweli serikali imewapeleka kule sehemu ambayo nasema ni hadi tulichi, lakini mazingira ni mazuri kwa sababu wananchi wamewapokea vizuri na wanaishi nao vizuri na wanakitumia kile kituo. Kwa ni mafanikio makubwa. Sasa kwa nini haya mafanikio? Ni kwa sababu tu ya ule utayari na utashi mkubwa wa serikali, hasa hii awamu ya 6 katika hii miaka 4 ya kuleta fedha nyingi sana kwa ajili ya kupanua miundombinu ya kutolea huduma za afya. Kwa mfano, katika miaka 4 idara ya afya, ustawi wa jamii na lishe halmashauri ya wilaya ya Meru iliweza kupokea takribani bilioni 4 na pointi zake kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya kutolea huduma za afya. Katika hizo fedha takribani bilioni 1.28 zilikuja katika hospitali yetu ya wilaya chini ya uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Kuna maboresho makubwa sana ambayo yamefanyika, ikiwepo ujenzi wa miundombinu mipya ya huduma, ununuzi wa vifaa tiba vya kisasa, watumishi wapya na uanzishaji wa huduma nyingine mpya kwa ajili ya kuhudumia wananchi wa halmashauri ya Meru. Katika kipindi cha miaka 4 tumepata fedha kwa ajili ya ujenzi wa jengo la wagonjwa wa nje wa dharura EMD, ambao ni kiasi cha shilingi milioni 300 ziletwa mali hapa, na vifaa tiba vya shilingi milioni 450. Na jengo hilo lilianza kutumika tangu mwaka 2022 na linaanza kutoa huduma kwa wananchi likiwa na vifaa vya kisasa.
Lakini katika mwaka wa fedha 2023-2024 tulipokea fedha kiasi cha shilingi milioni 900 ambazo zimeelekezwa katika ujenzi na ukarabati wa miundombinu ambayo ilikuwa chakavu katika hospitali yetu. Mpaka katika fedha hizo tumefanya ujenzi wa jengo jipya la wagonjwa wa nje OPD. Tulifanya ujenzi wa jengo la maabara ya kisasa, lakini tulifanya pia ujenzi wa jengo la bohari ya madawa. Lakini pia kupitia fedha hizo tuliweza kutengeneza chomea taka cha kisasa ambayo inaitwa high tech incinerator, na fedha zilizobakia zilielekezwa kwenye ukarabati wa wodi ya wazazi. Sasa katika maboresho ambayo yamefanyika ya miundombinu mipya ya huduma, tofauti na ilivyokuwa hapo awali, ukiangalia jengo la wagonjwa wa nje ilikuwa ni chumba cha wagonjwa chenye uwezo wa kuhudumia wagonjwa 4 kwa wakati mmoja. Kulikuwa na msongamano, wagonjwa walikuwa wanachelewa kupata huduma. Sio hivyo tu, kulikuwa na malalamiko makubwa sana kwa wateja kwa sababu ya msongamano, lakini na ucheleweshaji wa huduma kutokana na ufinyu wa eneo. Sasa jengo jipya la wagonjwa wa nje OPD, baada ya maboresho, lina vyumba 10 vya madaktari, lina sehemu ya mapumziko, lina chumba cha upasuaji mdogo, kuna sehemu ya malipo, kuna sehemu ya dirisha la ustawi wa jamii, kuna sehemu ya dispensing, dirisha la madawa, ambapo kwa sasa mgonjwa akiingia kwenye jengo moja anapata huduma zote: huduma ya malipo, huduma ya kumwona daktari, huduma ya kuosha kidonda, huduma ya kuchoma sindano, lakini pia huduma ya dawa anaipata kwenye lile jengo. Lakini wigo wa utoaji wa huduma umeongezeka, maana katika vyumba hivyo 10 vya madaktari kuna nafasi ya madaktari bingwa ambao tuko nao hapa, ambao pia wanakaa kwenye jengo hilo wakitoa huduma. Kwa wananchi wanaohitaji huduma za daktari bingwa sasa hivi wanazipata kwenye jengo hili jipya. Wanahitaji huduma za madaktari wa kawaida wanazipata kwenye jengo hilo la kawaida. Huduma ni nzuri, upatikanaji wa dawa ni wa kuridhisha, lakini pia wigo wa utoaji wa vipimo katika hospitali yetu umeongezeka. Sasa ambapo hatuhitaji tena kumpeleka mgonjwa kwenda hospitali za rufaa ya mkoa kwa ajili ya kupata vipimo, kwani vipimo vyote hapa vinafanyika, vile vya msingi na vya muhimu ambavyo vinasaidia kutambua magonjwa na dalili za awali za magonjwa. Na tumeboresha zaidi, tumepata fedha kiasi cha shilingi milioni 25 ambazo zinaenda kuboresha jengo la watoto njiti. Sasa kwenye kitengo cha watoto njiti, hii ni habari njema kwamba sasa hatupeleki tena watoto wale njiti ambao tunaita premature hospitali ya mkoa. Sisi tuna jengo jipya la kisasa kwa ajili ya kutunza na kutibu wale watoto ambao wanazaliwa kabla ya kutimiza siku zao. Tunaita watoto njiti. Tunazo mashine nzuri, incubators, ambazo zinasaidia kwa ajili ya kuwapatia joto na kuwakuza. Tunacho chumba maalum kwa ajili ya kina mama wale ambao wamezaa watoto ambao hawajatimiza siku zao, wanakaa katika ile chumba kwa ajili ya kufanya kitu tunaita kangaroo mother care, kwa ajili ya kuwatunza wale watoto kwenye hali ya joto mpaka watakapofikisha uzito ambao unaruhusu mama kwenda naye nyumbani. Kwa hiyo tuna nafasi kwa ajili ya kangaroo, tuna nafasi kwa ajili ya premature care, lakini tuna nafasi sio hivyo tu, hata wale watoto ambao wanazaliwa wakipata changamoto zozote za upumuaji, maambukizi kwenye ile wiki za awali za maisha, mazingira yetu ni rafiki na yanaruhusu kuwahudumia wagonjwa na wateja katika maeneo hayo. Kwa hiyo tunamshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ambao anaiongoza katika awamu hii ya 6